Acha atafute huruma, lakini ananijua kwamba mimi ni mtu wa design gani. Sio kwenye mitandao live ananijua kwa sababu anajua ninamjua. Na hizi huruma anazotafuta watu wenye akili timamu wanamdharau. Yaani ni bora hata angenyamaza, anazidi kujidharaulisha. Bwana, mambo vipi? Mimi ni TMY na hii hapa ni G25 channel ambayo inakuletea vitu vya kijanja, matukio mbalimbali ambayo yana happen duniani. Basi tunakusogezea kwako ili na wewe uweze kutambua nini kinaendelea katika ulimwengu wetu. Katika pita zangu nimekutana na matukio mengi sana ya kustaajabisha, ya kufurahisha, lakini pia ya kuchangamsha. Na matukio hayo ikiwemo kama mnakumbuka, kulikuwa na msiba wa dada yetu Karina, Mungu amweke mahali pema. Kukatokea na mtafaruku pale, lakini kwenye mtafaruku kuna story ambayo iliendelea mbele. Unataka kujua ni story gani? Leo tupo mahali fulani hivi panaitwa Taz Genius Investment, na nimekutana na mkurugenzi wa kampuni hiyo, na yeye anahusika sana juu ya hilo swala. Tumuulize juu ya yanayoendelea huko mtandaoni ni vitu gani, au sio, na yeye anachukulia vipi, manake kuna watu upande wa pili ambao wanaongea vingi vya kuleta attention kwa watu, tunaweza kusema, lakini pia kutaka kusikilizwa, tujue yana ukweli gani na yeye mwenyewe Taz Genius anasemaje. Karibu sana. Yes, kama nilivyokuambia, mimi nakusogezea matukio ambayo yana happen huko mtandaoni na kusogezea karibu ili uweze kujua ukweli wake, ndani yake kuna nini. Na kama nilivyokuambia, leo hapa niko na mkurugenzi wa kampuni ya Taz Genius Investment, tayari kuongea naye juu ya masuala ambayo yanaendelea. Mheshimiwa, habari yako? Salama. Ndio. Kwanza pole na majukumu ya kazi. Asante. Tumeona kilichotokea mtandaoni, kilichotokea kwenye ule msiba wa dada yetu Karina. Nini kwanza kilitokea siku ile mpaka ikatokea kufikia katika hatua kama ile? Kilichotokea ni kwamba labda sisi tuko kwenye msiba, mtu anakuja kutafuta kutrend. Ndio. Na baada ya lile swala tumeona kwamba yule simu wako ambaye mlitokea Hasim, nikisema Hasim na maanisha ni watu ambao mlikosana katika ile siku, ikatokea mpaka mtafaruku ule ukatokea. Tunamwona mitandaoni akiwa anaongea sana vingi, mahojiano mbalimbali, lakini tangia siku ile hukuonekana ukiongea chochote wala kugusia lolote juu ya hili swala. Je, mtazamo wako wewe uko vipi na unasemaje kuhusu yeye anavyoongea mitandaoni huko juu yako? Yule si anatafuta huruma za watu, kwa sababu mtu kama umetengeneza brandi muda mrefu alafu unakuja kupata aibu kwa kitu kidogo, ina maana ni ujinga wako. Sawa. Na je, anavyokuchafua mtandaoni kwamba unajua wanasema msema pweke hushinda, na yeye anatumia muda huo kufanya mtandao kuwa kama jukwaa la kuwaambia watu juu ya wema wake na makosa yako wewe ambayo anafanya yaonekane. Je, unasemaje pia kuhusu hilo swala? Wenye akili timamu huwa wapelekeshwe hivyo. Yaani wewe kama una shida utakuwa na shida, sio kwamba kwenda kwenye mitandao kuongea. Yule lazima awe na muda mwingi wa kwenda kwenye mitandao, kwa sababu hapa Tanzania hana mgonjwa, kilinge chake ushauri. Akienda mtu kaenda bahati mbaya, mimi nina wagonjwa nimewapanga foleni, huo muda kwenda kwenye mitandao na upata wapi? Kwa hiyo acha atafute huruma, lakini ananijua kwamba mimi ni mtu wa design gani. Sio kwenye mitandao live ananijua kwa sababu anajua ninamjua. Na hizi huruma anazotafuta watu wenye akili timamu wanamdharau. Yaani ni bora hata angenyamaza, anazidi kujidharaulisha. Sawa. Na kuna waganga wengine pia ambao wanatoa maoni yao, yanaonekana kuwa ni maoni hasi kwa upande wako. Wewe pia unawazungumziaje hao? Kuhusu waganga unajua, wenda wanataka kwenda mjini, wanahisi labda nitawazungumzia. Mimi nishapita huko kwamba hanitukane ni mtukane. Sasa mtu kama anajitafuta alafu anizungumzie mimi, kwa sababu nikimzungumzia atafuatiliwa, kwa nini nimpeleke mjini? Kwa hiyo unamwacha ongee, akiona ajibiwi atatulia, ataendelea na shughuli zake. Sawa. Ina maana umeruhusu kabisa, manake imekuwa kama ni trendi. Waganga sasa hivi wanakuongelea sana, ukipita mtandaoni topic kubwa imekuwa ni mganga Taz Genius, na wanaongelea sana hivyo ni waganga wenzako. Kwa hiyo wewe halikusumbui kwa chochote hilo swala? Waganga kwanza tupendani, lazima uelewe. Alafu pia huyo anayeongea inatakiwa umwangalie, mimi na yeye linki ziko sawa. Asije kuwa anaongea kwa ajili ya makasiriko. Unajua wengi wanaongea kwa makasiriko, wamezidiwa pakubwa. Kwa makasiriko
kawaida. Mimi siogopi, waongee. Sawa sawa. Unaweza ukawaambia raia unapatikana wapi na huduma zako ni zipi? Mimi huduma zangu ni matibabu ambayo maradhi yote, mambo yote unayoyajua wewe ya miti shamba. Napatikana Pugu kwa rahisi, na namba yangu ya simu mojawapo ni 0766 64 65 21. Ninafanya huduma zote za maradhi na vitu vizito vizito ambavyo waganga wanavijua au hawavijui au wanavisikia au hawajavifikia, mimi ninafanya. Sawa sawa. Na vipi kuhusu kikundi chako? Nimeona watu wengi sana wakiwa wanakizungumzia na wakiwa wanakimbilia kujiunga katika hicho kikundi. Kwani kuna siri gani katika kikundi cha Genius Hood kama sikosei? Genius Hood ni chama au kikundi ambacho tumekisajili na kinatambulika kiserikali na wanatambulika wanachama wote, na wanachama wote wana vitambulisho. Tunapata mafunzo, siri za mafanikio na namna moja kutoka hapa kwenda hatua nyingine. Lakini mambo mengi hatuwezi kuongea kwenye media, maana ni mambo ya siri ya chama. Kwa hiyo ukitaka kuyajua public zaidi undani, ni lazima uwe mwanachama. Sasa na faida zake mtu akiwa mwanachama ni zipi hasa? Faida za mwanachama ni vingi. Kwanza, unaweza ukatibiwa bure, kuonana na mimi, kuongea, kuna mafunzo, kuna kusaidiana. Na mfano mzuri, hata huu msiba uliotokea, chama changu cha grupu ambacho nina Taz Genius na Genius Hood, tulichanga fedha tukapeleka katika familia. Hiyo ni moja ya kwamba tunashikamana kwa kila hali na mali, tunawaweka watu karibu. Lakini pia kuna vitu vingi, kwa hiyo tukiongea hapa sioni kama ni sehemu sahihi. Lakini pia mwenye ulazima wa kuongea vitu hivyo katika grupu, kuna katibu, kuna mwenyekiti, mimi ni kama mkuu au master wa chama. Kwa hiyo hao ndio watu ambao wanaweza wakaongea, lakini pia nao wana mipaka yao, hawezi wakaongea vitu indipu vya chama mpaka uwe mwanachama. Sawa sawa. Nikushukuru kwa kupata muda wako na kwa kujibu maswali yangu haya machache ili kuweza kuwafahamisha raia au pia naweza nikasema mashabiki zako pia kwa upande mwingine juu ya masuala ambayo yanayotokea huko mtandaoni. Nikutakie kazi njema na ujenzi mwema wa taifa. Asante sana, mimi nashukuru, lakini mimi naongezea, mtaalamu aache kuimba taarabu kwenye mitandao. Tuitwe, mimi nishasema nipewe wagonjwa 20 apewe 2. Kuomba huruma kwa raia sio kitu kizuri. Kazi zitasema, sio maneno. Sawa? Na kitu kingine lazima watu wajue, kuna mchele na chuya. Kwa hiyo wao wanajua, na tunawaachia mashabiki ndo wanajua nani mkali. Haina maneno, haina kudanganya raia. Asante. Sawa sawa. Hayo yalikuwa ni maneno ya mkurugenzi wa Taz Genius Investment, na mimi naitwa TMTI kutoka hapa G24. Karibu tena ili uweze kupata matukio mbalimbali ambayo yanayojili ndani ya mitandao yetu. Chao.